Mwisho ni kumwalika dandangu Martha kwa vigelegele na makofi aweze kuja kuwahutubia. Karibu. Your Excellency, the incoming 5th President of the Republic of Kenya, and all dignitaries at the front and in the hall, because you are all dignitaries. Hamjambo. Muriega. Leo ni siku ya furaha, sababu hapa ikiwa nyumbani, mumetuambia, mumetubless, na kutuambia mumeshikana nazi na mmekubaliana na uamuzi wa Baba the Fifth wa kuniteua kama running mate, na mkasema mko nyuma yetu. Asanteni sana. Asante kwa kanisa, kwa maombi na baraka, na nataka kusema tumeona mkono wa Mungu, na hiyo maombi ni ya maana sababu itaendelea kutupatia nguvu. Asante sana. Na nikiwa hapo niseme kwa wale wanajaribu kujionyesha kama wako karibu na Mungu kushinda wengine, wajue ya kwamba Yesu alisema sio wale wanamuita Yesu Yesu peke yake wataingia katika ufalme wake. Wacha kesi ya Mungu na kila mtu iwe ni Mungu atatambua ni nani yako karibu na yeye. Pia iko wale kuwa Mkristo sio jina na sio kuingia kanisa, ni vitendo. Ukiwa Mkristo, tenda mambo yako kama Mkristo. Ningeuliza wale wote ni Wakristo, wale wote ni wanaabudu Mungu, hata Waislamu, tambueni watu na vitendo, sio vile wanajitangaza sisi ndio nani, sisi ndio nani. Na hiyo kesi tumemaliza. Asanteni, 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 asanteni. Iko wale wanafikiria siasa ni propaganda peke yake, na wakikosa mambo ya kuambia wananchi, ile wanatoa ni propaganda. Sasa madaktari wa siasa si ndio nyinyi na mko hapa? Mimi nawaomba, kwa vile mmetuambia muko nyuma yetu, ingieni kwa kila kijiji, kwa kila nyumba, tumalizane na hii mambo. Kura ya Mount Kenya isigawanywe, kura iwe ni kwa kikabu ya baba na mama. Nimechekeshwa na watu tukiwa tunatembea huko na ndugu yangu Munya na wale wengine mnaona hapa, wengi wakasema hatujampigia Raila lakini mwaka huu tutampigia. Nikawaambia hata watu wa Nyanza na Kenya yote hawajapigia Martha, mwaka huu ndio wamesema watampigia. Hiyo tikiti ni moja, na ni tikiti ya baba na mama. Ukimpigia baba umempigia mama, ukimpigia mama umempigia baba. Tikiti ni moja ya Azimio, na hakuna mambo mawili. Kugawanya kura ni kukosa kulinda amani ya nchi, na nitakwambia kwa nini. Hii uchaguzi Mungu atusaidie, na najua nimeona dalili Mungu ako nasi. Tukishinda, tunataka ushindi ambao hata mtoto mdogo ataambia mwenye kushindwa wachana imeenda. Okay? Na hiyo
ni kutoka 60 plus upwards. Hii ya 50-50 hiyo inaweza leta matata, sababu wale hawatakubali kushindwa wataanza kulialia. Wacha tuweke kura zote kwa kikapu moja, na ni jukumu letu kuona hizo kura ziko kando kando zimerudi. Sasa mimi sitaki kuongea sana, lakini nikiwa hapa tukiwa na baba, ni jukumu langu kumuintroduce kwenu kikamilifu. Munaelewa ya kwamba maisha yake yote ndoto yake ni moja tu, ya kuona nchi ya Kenya ikiinuka na mwana Kenya akiinuka. Na ametanja ya kwamba hii ni ukombozi, hii kura itakuwa ni ya ukombozi wa kiuchumi kwa kila Mkenya. Ukombozi wa kiuchumi ni kusema hutahitaji kuja kwa ofisi, hutahitaji kutafuta yoyote. Uchumi ukinenepa ni kwa mfuko ya kila Mkenya, sio kwa wachache. Ukipiga kura ujue ni kura yako unajipigia, ni kura ya watoto wako na wajukuu. Huyu kinara wangu amefungwa kwa kusimama na Wakenya wakati watu walikuwa wanaogopa. Yeye alikuwa moja ya kusema hata kama ni maisha yake lazima asimame na Wakenya. Lakini ile mnakumbuka sana 202 akakuta gari la marehemu wa Kibaki, mpendwa wetu, ikiwa imekwama kidogo, akaiamusha mara moja na Kibaki tosha. Simulifurahia siku hiyo? Mulifurahia? Basi huyu ni Raila yule, sio mwingine, ni yule mlifurahia akisema Kibaki tosha. Juzi kukawa na tabu ya kura, na wakawa hawasikisani na ndugu yetu Uhuru Muigai Kenyatta. Akaona nchi itaharibika, akasema asahau malalamishi yake, wakasalimiana na Uhuru, nchi ikatulia na tukaweza kuendelea. Huyu ni Raila yule wa kujipeana, kusahau mahitaji na maslahi yake na kusema nchi isonge mbele. Huyu ni mchapakazi. Alikuwa waziri wa barabara wakati wa Kibaki, na hizo barabara zetu zilikuwa mbovu zaidi. Zikafanyiwa ukarabati mpya, zikaanza hata za ngorofa zikachorwa. Zile leo hii tumeziona kwa kila town. Mchoro hiyo si ya mwingine, ni ya engineer Raila Amolo Odinga ndio inaendelea. Na mimi sitaki kuendelea sana, mimi nasema wale tumekuwa kwa serikali, muangalie tukipewa nafasi tulifanya nini. Mimi nilikuwa waziri wa maji, sitasema ile nilifanya, munaelewa sababu nilizuru area zenu nyote. Na zile reforms zingali zinaendelea. Nilikuwa waziri wa katiba mlipata au hamkupata? Na mkumbuke Raila Amolo Odinga ni mmoja wa wale wamesukuma hiyo mambo mpaka katiba ikapatikana, kusimama na Wakenya wenzetu, wapinzani wetu. Moja amekuwa kwa serikali, ueleze sifa kwa kijiji moja amepata akifanya kazi. Hata tusiende sana, mtu atuambie sifa, atoe CV. Ile CV nimetoa ni ya kinara wangu. Mimi sina haja ya kutoa CV ya mwingine. Nimetoa CV ya kinara wangu, na nimwambie kazi yake ilitambulika sio Kenya, bara la Afrika na ulimwengu. Mpaka bara la Afrika likamuuliza awe mshauri mkuu kwa mambo ya infrastructure. Hata wa leo hiyo ni kazi anafanya. Yani amefanya kazi, ametambulika nchini mwake na ulimwengu. Wewe tuonyeshe kijiji moja umetambulika. Mimi nawaomba, na hii sasa nitasema kwa kilugha, totegeite tukionoria. Yani hii ni ya kusema when transferring water from one pot to another, you can lose the water. Let us not be in that business. Let us be focused. Angalia kwa kiwanja, uniambie ni timu gani unaweza amini
isipokuwa ni timu ya mama na baba. Ebu nikomee hapo, lakini siwezi kumaliza before paying tribute to the entire team. I came to a place where a foundation had been laid. Si kukuta ati mahali unaenda kuanza. Foundation ilikuwa ishawekwa na ilikuwa imewekwa na wale wote unaona hapa. Special tribute also to my worthy competition. Tulikuwa tunang'ang'ania ndivyo mmoja awe running mate. Hawa marafiki zangu unaona hapa. Dada yangu mdogo Sabina. Chege. My brother Peter Munya. My sister Charity Ngilu. My brother Peter Kenneth. Hao wote watu wa maana sana. Tulikuwa tumekubaliana yule atachukuliwa kati yetu, tutakubali na tutaendelea na kazi. Na mumeona hiyo ikiendelea. Hawa vile tulifanya kazi kabla ya kuteuliwa na baadaye hakuna tofauti. Tunafuatana, tunafanya kazi kama ndugu na dada. Hatuna tofauti yoyote. And that is what we call political maturity. Hawa ni watu committed kufanyia Kenya kazi. Mukituona, mjue timu ni moja. And I actually now want to pay tribute to the entire Azimio team. And I want to say you are part of that team. Na kama hukuwa ndani, turuhusu tukuongeleshe pole pole. Sisi hatuulizi kura kwa kiburi, hatuombi kwa kiburi, tunaomba kwa unyenyekevu. Turuhusu tupande leo, kesho tunyunyuzie maji, tupalilie, tuendelee mpaka tuone karibu wote, kama sio wote, wa Mlima Kenya tutasimama pamoja. Na tukisimama pamoja Mlima Kenya, hata Kenya imerudi, tutulie. Nilisema mtu hataki tuongee akuje ajaribu kuichukua. Na kaanga tayari na Mungu hakunipatia mambo ya kushtuka. Ni kuendelea tu kufanya kazi. Sasa mimi naomba tu tutuzungumzie kila mtu. Ukiona mtu hasikii, hakuna kumtusi, sababu ako na haki ya maono tofauti. Ni kumwambia lala na hiyo, kesho tutaamkia. Na wengi kesho yake tukiamkia wanaamuka wakisema Azimio bila kuelewa ni nini imeendelea. Sababu ukweli lazima usimame. Watu wetu, wiki ni 5 zimebaki. Wacheni tufanye kazi kama hakuna kesho. Ndivyo nchi iwe na amani, na ndivyo baba the fifth awe na mandate ya kuendelea na mambo ya reform, to complete the uncompleted reform business, so that the business environment for you farmers, traders can be improved, so that hiyo soko huru mama wa Gikomba aliuliza iweze kupatikana. Hiyo moto mnaona ni ya watu wakijaribu kunyakua ardhi. Unyakuzi wa ardhi, mambo ya business environment and cost of doing business inachangiwa na ufisadi. Baba amesema tutapambana na ufisadi vilivyo. Ukiona hii team, wengi wetu hatucheki na hatuchezi masaa ya kazi. Kwa hivyo akisema ni kupambana na ufisadi, hiyo tutafanya. Na tuna ujumbe moja tu kwa wapisani wetu. Kupambana na ufisadi si kupambana na wewe. Hakuna mama amebatiza mtoto wake ufisadi. Ufisadi ni wewe unachagua. Sheria itakuwa sawa kwako, kwa mtoto wangu, kwa dada yangu, kwa mpinzani, kwa kila Mkenya, sheria ni moja. Hiyo ndio serikali ya baba. Sitasema mambo mengine, kinara wangu wako hapa. I apologize for talking too much, but these are my people. I had to appreciate them. Asanteni sana. And now without much ado, with pride I want to introduce to you Baba the Fifth. Asante.
Odinga.